Leo siku njema kabisa msikilizaji, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025. Siku zinasogea kweli kweli. Hali gani rafiki yangu? Unaendeleaje hapo ulipo? Uko okay? Basi nikukaribishe sana. Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Yes. Nami niko hapa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Sawa. Kuna mahali tuliishia siku ya jana msikilizaji katika mkaso wa ndugu yetu anaitwa Dora, na leo tunaendelea mbele zaidi. Nikukumbushe pale tulipoishia. Tuliishia ndugu yetu Dora akitueleza kwanza kupigiwa simu kwa awamu ya pili. Alipigiwa simu ya awamu ya pili na akakutana na huyo mbaba. Huyo mbaba ni yule mwezeshaji. Huyo baba ni yule ambaye ana fedha, so anasapoti baadhi ya wale ambao wana vipaji. Na Dora ni moja wapo. Na Dora anapokutana naye anamueleza huyu mtu, ulikuwa wapi? Mbona hata ulikuwa unipigii, hata unitumie message? Akamwambia nilikuwa niko busy, unajua mimi ni mtu ambaye niko tight kidogo na nini. Lakini zaidi akamwambia nilikumisi sana, mtoto mzuri wewe. Na Dora basi akaamua kutumia hiyo nafasi kumueleza huyu mbaba na kumwambia mara kwanza tulishiriki haya mahusiano bila kutumia kinga, na Dora akitaka kama hicho kitendo kitafanyika tena basi ni vyema wakatumia kinga kwa sababu wanatakiwa kupima afya. Katokea taharuki kidogo. Kuna binti sasa hivi unanisikiliza, unaweza kukutana na situation kama hiyo kabisa. Yes, na Dora anatueleza haya ili tuweze kujifunza. Inawezekana unasikiliza bado hujakutana na situation kama hiyo. Hivi vitu vipo, sijui una umri gani, hivi vitu vipo. Mtu anakuambia, "Je, unanionaje? Unaona mimi na afya mbovu? Kwa unanichukuliaje? Unaniona mimi kama ni mwanaume nisiyetulia? Mimi ni mtu na familia yangu, unanionaje? Una mashaka na mimi? Kwani wewe unazungumza mambo ya kupima? Wewe unajiuza? Au kwani wewe ndio una shida?" Sentensi ambazo zitakufanya utajikuta unakosa nguvu ya kuendeleza hizo hoja. Na umri pia ukiwa mdogo, uwezo wa kupambanua mambo unakuwa mdogo, unaanza kuamini zile kauli anazozisema. Unaweza kukutana na situation kama hii. Na ndio maana tunasikia haya yatukumbushe, yatujenge pia. Dora anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Dora anasema nimesha kutana kwa mara ya pili na huyu mbaba na amenipa pesa na nimelala hapa mpaka pana pambazuka. Na kweli katika hiyo hoteli classic kabisa, hoteli ya gharama kubwa kabisa. Hizi sio hoteli za kawaida. Hizi ni hoteli zile zenyewe ambazo kwa gharama nikakwambia hapa, gharama hapa ina maana ni 2.5 3 tunazungumza usiku mmoja. Kwa hiyo nimetoka hapo, kuna breakfast ya hatari. Jamani, hizo hoteli zinatofautiana ndugu yangu. Ukaenda ukasema ninaenda hoteli ya laki tofauti na ya 3 kipenzi changu. Hii ya 3 mwenzangu hapa, hata breakfast unakuta kuna mchanganyiko wa vitu. Kuna hizo za mwenzangu na mimi, ukitoka hapo utakuta mikate iko blue band pembeni, utakuta mayai, ukisogea kidogo hivi utakuta chai ya maziwa, utakuta nyanya vitunguu. Lakini hii breakfast ya maana imeshiba kabisa, vitu ni vingi. Kwa hiyo nilipata zangu breakfast na moja kwa moja na ikawa ni siku nyingine. Dora anasema huyu mbaba hakunitafuta, lakini mimi niliendana na ratiba zingine. Sasa hivi niko na jukumu la kutafuta nyumba, na ni kitu ambacho mimi nimekuwa natamani sana. Nitoke nyumbani niende nikawe na maisha ya kujitegemea, nifanye muziki wangu kwa uhuru zaidi. Naona kama kuna watu wanaona kama mimi nimechagua njia ambayo sio sahihi, wanaona kama sio wakati wake, wanaona kama natakiwa kuendelea kungoja. Mimi naona wao ndo wanachelewa. Kwa hiyo nataka uhuru wa maisha yangu. Kwa nakumbuka nilimtafuta dalali, nikamwambia nataka nyumba, nikamuelezea jinsi ambavyo nataka.
Mnaona, maana niliona nichukue tu chumba na sebule na jiko na choo humo ndani, iwe ndani ya geti, hata kama ni vya apartment viko katika muonekano huo. Kwa nikampa jukumu dalali, na alinitafuta yule producer, akaniambia vipi, nikamwambia poa, akaniambia ulikutana na mheshimiwa, nikamwambia kwa mimi kila nikikutana naye taarifa unayo, akasema kwa sababu ananipa huko majukumu. Ndio maana nikakuuliza ulionana naye lini, akasema tulionana, ndio maana najua. Nikaambia tulionana vipi, njoo basi tuongee. Tukaenda kuongea na producer, akasema sasa shida ya nyinyi wasichana iko hapa. Yani mimi ndo nimeenda kukuintroduce kwa yule mtu, unapata 200-300, lakini ajabu unakula peke yako. Hiyo ndio shida. Yani mimi sielewagi mna shida gani. Ukitaka upate vingi na vya kumwagika, jifunze kumpa yule aliyekupa connection. Na sio tu kwa habari ni habari ya kila kitu. Yule mtu aliyekusababishia ukapata pesa, hakikisha unampa. Sasa wewe unapata pesa na kuona tu unauchuna, yani unauchuna kimya. Mimi wewe ungemjua huyu? Acha hayo mambo. Hata kama angekuwa akupi pesa, lakini amekusupport, umefika muziki wako mbali. Ukitazama kwenye hatua zako unaniona mimi. Sasa shangaa nyinyi eti mnamsahau hata yule ambaye alifanya connection. Mnahisi kama ingekuwa tu hata bila huyo mtu. Sio hivyo. Nikamwambia mbona unaongea maneno mengi? Akasema mimi namjua huyo mtu ni mtoaji, unapata hela na unanyamaza. Wewe Dora una asili ya uchoyo, nimeshakupima. Nikaambia sio uchoyo, nikachukua 50,000 nikampa. Nikamwambia mwenzangu hapa natafuta nyumba. Akasema mambo yamekuwa hoti hivyo. Nikasema wewe acha tu. Basi tukapiga story hapo kuhusu mambo ya muziki. Akasema huyu mtu ana moyo, wewe nenda naye taratibu. Huyu mtu ana moyo sana nikwambie. Alafu mimi naona kama amekupenda. Yani amekupenda. Alafu anaona una kitu kikubwa. Ukiwa na date na watu wa hivi, ufungaga mdomo. Mdomo. Wenzako wapende mambo ya maneno. Ukijifanya ndio unajua kuongea, ukijifanya ndio unatoa matangazo ya kutaka kujionyesha kama una mwanaume wa maana, kitakuramba. Wenzako hawataki mambo na maneno. Alafu wanaume wa hivi hataki wewe mtafute, atakutafuta wewe akikuhitaji. Sasa Dora, mwanaume kama huyu anakutafuta wewe akikuhitaji, lakini ukikutana naye anakupa donge nono. Kwa nini usimwone huyo mwanaume ni wa maana? Kwa sababu angalia, unaweza ukawa na mahusiano na mtu, uko naye kila siku anakutumia kila siku, lakini mwisho wa siku watu wakimwambia nisaidie bwana niende nikarekodi hata nyimbo moja, pesa hana. Lakini huyu anakuja, wewe uorodhesha matatizo yako yote, anakuorodheshia hapo. Ataondoka, atakaa wiki 2-3, siku anainua simu yako. Yani anatakiwa ni siku akikupigia simu, yani popote pale ulipo, una kazi gani unatakiwa uache umkimbilie. Wenzako wasichana mjini ndo wanaishi hivyo, wana madoni wao. Yani huyu akipiga simu wakati wowote, anaacha kazi yoyote, anakimbia. Kama ni pikipiki anachukua faster, maana anajua nitakutana na hela. Aliniambia maneno yo producer. Basi tukacheka sana. Yani tukacheka, akaniambia mimi sikwambii uongo, nakwambia ukweli. Maisha ndo yako hivyo. Wewe enjoy kula maisha. Umependwa na tajiri, tulia. Acha mdomo. Nikato nimetulia. Sasa mimi unajua tena maumivu ya mapenzi ni kutafuta mtu wa kulia naye. Yule mbaba ambavyo alikuwa hajanitafuta, mimi nilikuwa natafuta auweni. Nilimwambia yule shosti kitendo ambacho yule baba amenifanyia. Kwa hiyo mimi nilishasemaga. Kwa hiyo sasa sisemi kama nilishawahi kumwambia fulani. Unaona? Na inavyoonekana yule shosti hajamwambia huyu producer. Kwa nini umpeleke kwa mwenzio umfanyie hivi? Kwa nini nekana hajashia naye? Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Dora. Haya ni maisha halisi msikilizaji ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia. Hizi ni hatua ambazo Dora anatueleza, lakini ni hatua ambazo mabinti wengi wanakutana nazo, hasa katika kujitafuta, kutamani kufika hatua. Inawezekana ni swala la vipawa, inawezekana ni swala mtu umemaliza elimu yako, unatafuta kazi, unatamani kuona na unajisimamia kwenye maisha yako, lakini hizi changamoto huenda ukakutana nazo. Dora nasimama kwa niaba ya wasichana wengi ambao wapo katika harakati za kutafuta chochote na kuendesha maisha. Nikupeleke mapumziko
Tunasogea mbele zaidi msikilizaji na kusikia hiki ambacho ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Dora akiendelea kushia pamoja nasi katika safari yake ya maisha. Asante Kuluthumu, unatufuatilia. Roni wa Bongo pia unatufuatilia. Latifa Miluko, James Mayemba unatufuatilia. Asante Salim Musa, asante pia Hawa Mustafa, Susan Cosmas unatufuatilia, bila kumsahau Joyce Metson unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Samuel Mdoe, Frank Boaz unatufuatilia kutoka pande za Nzega. Modesta Kabago pia unatufuatilia. Wow. Aaron Sanane unasema uko pamoja nasi. Asante sana Aaron. Rosie Brown unatufuatilia. Hawa Mustafa kwa mara nyingine, bila kumsahau Frank Boaz kutoka Nzega. Jamani Frank. Asante sana. Joel Julius yuko pamoja nasi. Ali Bomeza naye anatufuatilia, bila kumsahau Geoffrey Atanas na wengine wengi ambao mnaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Ndiyo, ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora. Dora anasema yes, tukiendelea kusikia haya, mpendo wetu rafiki yetu anashare pamoja nasi, anatueleza muda na majira na nyakati haya ambayo tulipata nafasi ya kushare pamoja na producer akinieleza hayo mambo ya kufurahisha, na nilitoka hapo pia alinipigia yule kaka ambaye niliunganishwa na huyu mubaba. Akanipigia akaniambia mambo vipi, nikamwambia niko poa, unaendeleaje mrembo, nikamwambia niko very fine, sawa, tunaweza tukakutana, kuna vitu muhimu sana vya kujadili, nikamwambia sawa. Kwa tukakutana naye, tumekutana naye akaniambia na jukumu kubwa la kufanya na wewe, kikubwa zaidi tunatakiwa tufanye shopping kwa ajili ya kufanya video, so tunataka tukutane na watu wa production ambao watazungumza na wewe kuhusiana na wimbo huo mmoja ambao tayari nilikuwa nimesha urekodi, ambao wao sasa wameutazama, wameona nini na nini kinahitajika. Kwa hiyo tutakutana nao kwanza, halafu ujue hiyo ratiba itakuwepo. Nikamwambia sawa, akanipangia lini tunakutana nao producer. Kweli tulikutana nao, na mimi nikawa namtumia tu yule mobile message, namwambia thank you sana, I'm okay, na kila kitu kinaenda sawa. Unaona message hazijibiwi, lakini okay, sasa hivi nimeona kwamba yani ni mtu ambaye yuko busy na hivyo atanitafuta. Basi producer tulipo, yani yule director wa nyimbo, sasa hizi ni video, mambo ya kitaalamu, huyu ni director wa video, mekuja pale tukaongea, akanielezea vitu vingi sana. Akaniambia ili video iwe nzuri tunahitaji kufanya production kali. Yani lazima tuwe na kamera kali, na sisi hivyo vitu vyetu tuko navyo, lakini pia hii nyimbo inabidi iandikwe script makini, na tunao wataalamu ambao wanaweza wakaandika script nzuri sana, na tunaona nini ambacho kinahitajika au ni majukumu ambayo tulipewa na tumeshafanyia kazi. Wakanieleza mambo mengi, yani ni kuambia litakuwa ni bonge mmoja la ngoma wewe. Naona kabisa huu mwaka wangu umeenda kutoka. Jamani, naenda kutoboa. Ulishawahi kuona ni kila kitu umekiseti na kimekaa mahali pake, alafu sio tu unaenda kufanya video unakaa nayo nyumbani. Hapana. Yani wewe una shoot video inaenda sokoni, kwa sababu watu wa kuipeleka sokoni wapo. Unaambiwa kuna watu wanaweza kukupaisha ndani ya muda mfupi sana. Unazungumza kuhusu maarufu, kuna watu yani ukiambatana nao ile akisema tu huyu mtu unaenda kumfanya anatambulika Tanzania na Afrika Mashariki, kila mtu atauliza wewe ni nani.
kila mtu ataniuliza wewe ni nani. Kuna mtu mmoja anaweza kaelewa kitu ninachosema. Kwa ninaona mwangaza, yani naona, yani sio kushuti video kijanja kikamera kieleweki, huyo director mwenyewe aeleweki, script yenyewe mnaitongea eneo la tukio, yani hivyo. Lakini hapa kila kitu kimepangwa, mpaka shopping inaenda kufanywa, ambavyo vitu vinahitaji kufanyika kidesign kabisa. Huyo kaka anasema kila kitu kipo. Kwa kuna mavazi yalikuwa yanahitajika, kuna mavazi ya madansa yanahitajika, kuna mazoezi tutaanza kufanya. Yani sio, unanielewa? Yani moyo wangu nasikia furaha. Na kati lile neno pia likiendelea kusema ndani yangu, yule producer aliniambia, wewe kwenye maisha yako nikuulize swali moja. Hujai kuwa na mahusiano? Niko nimewahi. Sasa hebu nikuulize, toka umewahi kuwa na mahusiano, kuna mtu amekupa hata shilingi 200 ya kukusogeza kwenye kipaji chako? Hamna. Sasa unakutana na mtu ambaye anataka kukusogeza kwenye kipaji chako na anakupenda, kuliko kukaa kuhangaika kwenye mahusiano nao wajinga. Kwa nini usimpe mtu mmoja wa maana? Wewe unapenda kutumika na watu wasio kuwa na maana. Unaona? Sasa ninasema jamani, waliokuwa wanaona nitachelewa kutoka kwenye hii game, waliokuwa wanaona napoteza muda, watashangaa nasikia nyimbo zangu redioni, watashangaa wakifungua kwenye TV zao wananiona mimi niko hapo na ngoma yangu kali. Ndoto ni kubwa, mipango ni mingi wewe. Okay, nikajisemea wakati wangu ni huu. Yani hapo kila kitu kiko hivi. Huko yule wa nyimbo ananiambia inabidi tutengeneze ngoma nyingine. Yani niko busy. Hapo nilikuwa nimeshafanikiwa, dalali ameshapata nyumba, na mimi nikamtumia yule mbaba message, nikamwambia baby nimeshapata nyumba gharama yake ni fulani. Hiyo message ndo akanijibu. Akaniambia baby are you sure ni nyumba nzuri? Nikamwambia yes baby ni nyumba nzuri. Akaniambia sawa. Akaniambia sasa nikutumie pesa, niko very busy, nikutumie pesa uweze kulipia. Kwa hiyo si unanielewa, zile pesa zile mwenzenu nilizochukua siku zile dola 100-300 na ile 1,000,000, hiyo ilikuwa ni za mishimisho tu za nini, za kuzunguka kutafuta nyumba hivyo, kupapa madalali nini, mwanamke na mimi nijiweke sawa tena, niendelee kuwa shine, niendelee kuwa kistar na vitu kama hivyo. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo mimi mwenzenu kweli nilitumiwa pesa. Tena nilitumiwa pesa ya kulipa kodi. Kodi ikalipwa miezi 6. Lakini akaniambia hapo nimekupa pesa, nenda kanunue kitanda kizuri, kanunue godoro zuri, kanunue baadhi ya vitu vichache ndani. Then ukishafikia hatua hiyo utaniambia tumalizie pia vitu vingine muhimu vinavyotakiwa. Yani hapo niko na furu shangwe. Usije kuona kwenye maisha kuna nyakati unakutana kama na kaupepo fulani hivi kazuri, kaupepo kaneema, yani kaupepo ambako ukitazama kwenye pochi yako haikosekani 100,000, haikosekani 200,000. Yani wewe una ujasiri, nataka kula kitu fulani, unachomoa tu 10,000. Nataka kula nini, unachomoa 30,000. Ndio mimi hapa. Na hapa sijaingia kwenye game nikaanza kufanya muziki, nikaanza kupata show. Yani hapa niko unaambiwa mjini unakuwa na mbaba wako. Unaelewa? Yani ndio mbaba wangu huyo. Yani mbaba anakuweka mjini, anafanya maisha yanakuwa rahisi. Unaambiwa mtoto tulia, kula maisha, enjoy. Naendelea kuenjoy. Sasa kweli tumeanza mazoezi na au madansa wakawepo, tunafanya mazoezi na mimi niko na kasi ya mazoezi. Yani I'm very serious na issue. Tuko busy. Huyu naye ambaye nilikabidhiwa, yani yeye ni mkaka mdada, ndo ananiambia ushavaa hivi. Hiyo nguo yako leo sijaipenda. Alafu inabidi ubadilishe mafuta. Mafuta gani unatumia? Yani yeye anaongea hivyo. Ndo ananishauri ukivaa hiki, vaa hiki. Vaa kistar. Usivae kilokoloko. Ongea kistar. Nywele zako usikae rafu. Usikae uso wako uko rafu. Mashauri kama yote napewa. Lakini yote juu ya yote narudia tena, ni season nzuri. Season ya neema kabisa kwangu ambayo imenijia.
nakumbuka. Huyu mbaba alinipigia simu. Hapo tunaendelea na mazoezi. Hapo nakwambia kuna vivazi ambavyo vilikuwa vya kuandaa. Kwa hiyo huyu kaka ameshampata huyo designer ambaye ana design, kuna nguo za madansa. Kwa hiyo vitu vinaenda, yani vitu vinaenda. Na huku tunaendelea, huku tunaendelea. Producer ananiambia lazima tutoe nyimbo double, yani tukatoa nyimbo moja eti video, wakati inaenda lazima tuwe na hits nyingine inakuja. Yani sisi tunataka tuje tuteke soko la muziki na tunakuja kwa kasi. Jamani, timu ipo na kila kitu kipo. Huyu baba akaniambia nimekumisi mtoto mzuri. Na mimi sasa hivi ni kama ile hali ya kujisikia kama why hajanipigia simu, why hujanitumia message nini, ikawa ile kulalamika. Na mimi ni mtu ambaye niko busy, unaelewa, very busy. Akaniambia amenimisi. Nikamwambia vile vitu ndio pale tulipokuwa tumeishia baby. Akasema tunaonana baby na kile kitu tuna clear. Nikamwambia sasa tukaonana tena na huyo mbaba kwa awamu nyingine. Hii ni mara ngapi? Mara ya 3. Hii mara ya 3 tena. Hakuna kuuliza habari ya kupima afya. Hii mara ya 3. Hakuna kuuliza habari tutatumia kinga kwa ajili ya usalama wetu au nisije nikapata magonjwa ya zinaa au nisije nikapata ujauzito tusiotarajia. Hakuna hiyo maswali. Yani sasa hivi tupo deep sasa hivi. Niulize, je, kwa huyu mbaba ambaye mimi nilikuwa namuona ana big tumbo, mtu tu, yani ili mtu lizima hili jamani, mtu kanipita miaka mingi, mimi binti mdogo, je, ninavyokueleza niko mkuku naenda, je, nimeanza kufall in love kwa huyu mbaba? Dora anasema yani mimi, yani mara kwanza, yani huyo mbaba nilimuona mkubwa, ana tumbo kubwa. Mara ya pili, lakini sasa hivi nikwambie namuona kawaida. Yani namuona kawaida. Pesa ina nguvu. Pesa ina nguvu, my dear friend. Leo mtu unaweza ukamuona ni bonge, ana tumbo kubwa, yani mpaka ukasema jamani, hili ni tumbo ni nini hiki, kifurushi cha nini hiki? Jamani, zile tumbo alionekana. Ulioni. Yani unaona kama ni mtu wa kawaida. Yani sasa unaweza kuona, yani jamani baby wangu jamani. Nikikwambia naita baby ukimuona. Mwanaume naye alikuwa ni mweusi kweli kweli. Nasema jamani, sasa hivi yani peaceful kabisa. Amani kabisa ya moyo imetulia. Vicheko tu sasa hivi ni vicheko. Umefikia wapi? Nimefikia hapa na hapa na hapa. Na nikaanza kumwambia baby, simu yangu watu wanasema zina nini. Wala usijali baby, unataka simu gani? Na mimi nataja zile simu catalog, simu za kisasa. Sasa na mimi nikishika mkononi angalau nionekane star. Sio unaonekana star unakasim kasiko eleweka. Simu ukisimama hivi mtu asema binti kashika simu, na mimi nataka hiyo. Naanza kusema nini sasa baby, tutaagiza. Wala usijali. Namwambia kilichotokea nini. Ananiambia sasa kila kitu baby kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Nilikwambia ukipendwa na mimi relax. Sawa? Utakiwa kupanic, relax. Niko busy. Hata kama hutaniona miezi 2, nisubiri. Nitakuja tu. Namwambia kweli baby. Asa yes, wewe ni ngoje tu, nitakuja. Namwambia sawa baby wangu jamani, hivyo. Kwa hiyo siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo hakuna kujiana maswali, ni siku ya amani. Yani amani, uko na mpenzi, una furaha. Nimetoka pale, nilipewa pesa. Sasa hivi naomba nikwambie kiasi cha pesa nilichopewa. Nilipewa shilingi 2.5 milioni. Akaniambia baby, nenda kakamilishe baadhi ya vitu. Hapo nilishakuwa nimenunua kitanda, nimeshanunua godoro, kuna vikorokoro vingine pia nikawa nimenunua. Akaniambia sasa nenda kaangalia.
lakini akaniambia usinunue TV. Nitamtuma mtu atakuletea TV, nataka uwe na TV kubwa ili ukiangalia nyimbo zako uenjoy kujiona kwenye screen kubwa. Screen vidogo vinaweza vikakufanya ukishindwe kufurahia muziki wako. Lakini pia usinunue redio, nitakuletea redio nzuri kubwa ya kisasa. Ukiweka nyimbo zako usikie mkito wa muziki wa nyimbo yako. Basi ninacheka kwa furaha, nakwambia wewe. Nimetoka pale meno yote nje. Kama kawaida natoka saa ngapi? Asubuhi. Pamesha pambazuka, imesha kuwa siku nyingine, na kunywa na chai hivyo. Na ndio mwanaume ambaye ameshawahi kunipeleka kwenye hoteli hizi za maana, hizi tunasema hoteli za 5 star. Unaona maisha yangu ya nyuma, nikwambie ni hizo tunaenda hizo za watatu staji, lakini tunaelewana. Kwa hiyo ninajiona wow, na unaenda zangu kufanya shopping, na mimi naiona ni nyingi. Yani 2.5 milioni naiona ni nyingi. Nasema jamani, yani nasema jamani ni nyingi. 2.5 milioni naona ni nyingi. Yani naona huyu ni mwanaume ananipenda kuliko wanaume wote. Yani nikiona hizi ni hela za thamani. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora. Nikupeleke mapumziko kwa dakika chache msikilizaji, nami nitarejea hapa na tutasogea mbele zaidi katika mkaso mpendo wetu. Na kumbuka haya ni maisha halisi ya kweli ndugu. Yes, popote ulipo na unatufuatilia, nikushukuru sana msikilizaji. Wako ndugu zangu pia maeneo ya sokoni wananifuatilia. Popote pale uko sokoni na unanifuatilia, ninathamini sana uwepo wako rafiki yangu. Asante pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Asante sana. Haya, nilikuwa na cheki hapa upande wa message marafiki wamenitumia. Kuna mtu mmoja kaniambia, sasa Vero weusi hapo umetokea wapi? Kama baba ni mweusi, si ndio? Ni mweusi ndio. Unahisi nimechomekea? Ripoti ya leo. 93.7 EFM Dar es Salaam. Muziki unaongea. EFM 103.3 Mbeya. EFM 103.3 Mbeya. Yes. Tunasogea mbele zaidi msikilizaji katika siku njema ya leo. Time hii na tusogee mbele zaidi msikilizaji, tusikie haya ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora akiendelea kushare pamoja nasi katika safari yake ya maisha. Dora anatueleza haya. Dora anasema basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Nilienda na kufanya yale ambayo napaswa kufanya, na akili kubwa zaidi ilikuwa ni kujielekeza kwenye kuhakikisha nanunua vitu vya ndani. Nini hivyo yani. Na yule dada ambaye ndo aliniunganisha na alisikia uchungu sana pale ambapo nilimueleza situation nayoipitia. Alinitafuta, akaniambia, sikuoni hatu nani, simu zangu umekuwa kama huzipokei. Nikamwambia nilikuwa niko busy. Akasema vipi, nasikia unataka kufanya video. Nikamwambia ni kweli. Akaniambia ni yule mbaba anakuwezesha, vipi alikucheki tena? Hasa sasa hivi nilishaambiwa kwamba habari ya kufunga mdomo. Lakini sasa story nilishamwanzishiaga. Nikamwambia yani unajua mtu unaweza ukamjaji kwa namna tofauti, kumbe akawa hayuko hivyo. Akasema unamaanisha nini? Nikamwambia unajua
mara kwanza yani kuna namna ambavyo nilimjaji huyu mtu, lakini baadaye nikaja nikajiona kwamba sikuwaza sawa. Akaniambia, hukuwaza sawa vipi? Mbona mimi nimekutafuta nikwambie habari? Nikamwambia habari za nini? Akaniambia kuhusu yule muwezeshaji, yule tajiri. Ndio yeye anataka akufanyie ufanye video. Nikamwambia, kwa nini unaniuliza hivyo? Akasema, sasa si unajua siku zote tuliongea na nikaja nikakupigia simu, sikio kunipokelea simu zangu. Unakumbuka siku nilikupigia sana simu nikakwambia ukipata message yangu nipigie. Nikamwambia, lakini nilikuwa niko busy. Sasa sina mido, nilikuwa niko busy. Hafu busy after kama shosti na mkataa hivi, yani asije akaanza kusema maneno. Unajua nimeshaambiwa ukidili na matajiri lazima ujifunze kufunga mdomo. Watu wenye pesa zao hawapendi watu wa kuongeongea. Mdomo haitakiwi. Iwe siri yako, sio unamwambia kila mtu. Ndio niliambiwa. Na sasa hivi yani naona naendelea kula mema ya nchi. Unaona? Naendelea vizuri yani. Kwa hiyo nikamwambia, ni nini unataka kuniambia kwani? Ulikuwa unataka kuniambia nini? Akasema, nakwambia. Mwenzio, siku zetu tumetoka hapa. Nikasema sikubali. Unajua mtu ana watu. Naona? Mtu unaweza ukawa unajionyesha mwema mbele za watu, lakini kuna watu wanakujua wewe sio mwema kwa tabia zako. Si kama mimi namna ambavyo nilikuwa namuona yule baba, sinamuona kama ni mtu mzima, alafu namuona kama ni mtu mwenye maadili mema, si ndio? Lakini kuna watu wanamjua. Yaani kwenye maisha ndio iko hivyo. Kuna tabia zako inawezekana unazifanya sirini, lakini kuna watu wanaweza wakawa wanazijua. Hasa wale ambao unashia nao au wale ambao unafanya nao hayo mambo. Kwa hiyo wale watu pia wana watu wao. Kwa hiyo unaweza ukawafunika wengi kwenye uongo wako, lakini kuna watu wanajua ukweli wako. Ngameona maanisha nini? Akasema, wewe usije tena ukathubutu kukutana na yule baba. Kama ndo sasa hivi anakushawishi kuhusu habari za nyimbo, kuwa mwangalifu. Nikamwambia, kwa nini? Ninasikia yule baba nikitumia lugha nzuri, sijui ni muhitaji. Unaambia yule baba ni muhuni. Yani unaambiwa na vile ambavyo anaonekana vile mpole, anaonekana kama ni mtu wa imani, unaambiwa ni mbaya yule baba wa kuogopa. Nikamwambia, kwa nini unasema hivyo? Si unajua tena mimi nikwambie, mimi mziki nishaupambania sana. Wewe nimekueleza kidogo, mziki nilishaupambania sana. Kuna watu mimi wananijua. Sijavuma nikawa, lakini kuna watu wananijua. Kwa mimi kwenye kujaza sauti hivi niko vizuri. Watu wananiita nafanya kazi zao. Kwa na mimi mwenyewe kwa namna moja ama nyingine nina watu. Unaambiwa yule baba usisogee, usiguse. Yani ni wale ambao kama walitafutaga hela kwa uchungu, hela zao wanazitoa kwa uchungu. Nikamwambia, unamaanisha nini? Nini ambacho unamaanisha? Akasema, ninasikia baba yule hafai. Akaniambia, nasikia kuna vijana. Yeye ndo ananiambia kuna vijana, hao vijana wanaimba. Sasa mimi hapa katika namna nakuelezea nakuelezea hatuko kujataja majina ya watu, hatutaji majina ya watu. Yes, hatutaji majina ya watu wala vikundi vya watu. Tunazungumza hiki ambacho Dora amenieleza kwa mazingira haya, na mimi naeleza kama alivyonieleza yeye. Kuna vijana wa kiume ambao anawahold kama vijana anaowasupport kwa mfano kwenye mambo ya vipawa au kwenye issue mbalimbali. Lakini huyu mbaba ni mbaba ambao hawa vijana tena ni vijana ambao ni vijana wa kiume ambao wana shida,
wanatoka kwenye maisha ya dhiki, wanatoka kwenye maisha ya shida. Wengine wanahitaji kupata support. Hawa vijana wanaingia wakijua kwamba huyu ni mtu mwema, lakini nafika kipindi wakiwa wapo katika nyakati za uhitaji, yule mbaba anaanza kuambia habari za mahusiano. Nilisikia kutetemeka mwili. Nilimwambia unaniambia nini? Akasema ndio hiki kitu nakwambia. Ndio hiki kitu nakwambia. Huyu mbaba hafai. Anaharibu vijana wa watu ambao wanatoka familia maskini. Wale ambao wanapenda tamaa, wanataka wamiliki simu nzuri. Wale ambao wanataka wapate nafasi nzuri. Wale ambao wanapenda kwenda kufanywa shopping za hapa na pale. Wengine wanataka scholarship, wanataka kwenda kusoma nje. Anakuwa nasikia anaanzishia process mpaka anafika hapa. Yani unaona kabisa nje naenda, yani umeshafanya kila kitu. Wengine mpaka wanaenda huko wanapewa kabisa yani taratibu kwamba yani nimeshakubalika mimi na safiri inabidi niende nchi fulani. Alafu ndo anasimama, hauendi bila kumpa penzi. Na hapo nazungumza sio kwamba nazungumza habari za mabinti. Wasichana, ni vijana wadogo ndo anawafanyia hivyo, ambao wanatoka kwenye maisha ya shida, njaa, familia duni. Nilimwambia wewe, acha habari zako. Kuna mtu unaweza ukamzungumzia lakini sio huyo mtu. Akasema usijihusishe na huyo mtu tena, pesa zake ni pesa haramu. Pesa zake ni pesa haramu, usijihusishe na pesa hizo. Nilibaki nimetoa macho. Nikamwambia nani amekwambia hizi habari? Mimi najua watu ambao ni wema wanarushiwa mawe sana. Akasema nikikwambia mtu ambaye ameniambia hizi habari, nikikwambia mtu ambaye ameniambia hizi habari, ndugu yake alikuwa anahitaji msaada, alienda kwa huyo mtu na alimwahidi kumsaidia. Nikamwambia alikuwa anahitaji msaada gani? Akasema alikuwa anahitaji ni mtu ambaye na yeye ni msanii, ni kijana. Kwa hiyo ikawaje? Akasema akaenda akamwambia, bwana kama unataka kutoka mimi naweza nikakusaidia. Naweza nikakutoa muziki, naweza nikakutoa kimuziki. Ikawaje? Akasema mwisho wa siku anamwambia, kama vipi unataka kweli kutoka? Are you serious? Kwa mpenzi wangu. Ndio yule dogo akashangaa, huyu vipi? Huyu mtu vipi huyu? Mpuzi sana. Ndio dogo akamind na kwenda kumwambia ndugu, na akasema kwa hata kuna mawasiliano ambayo huyo mtu alikuwa akimbembeleza, acha mambo yako, acha ubishi. Unadhani maisha haya ni marahisi hivyo kama unavyodhani? Mbona wenzako wao wagumu, unakuwa mgumu kwa kipi unachokipambania kwenye maisha yako? Nilimwambia muongo, unanitania. Unanitania. Akasema sasa nilipoambiwa na nikwambie, nimeambiwa ukitaka hata mtu niende yule aliyeniambia kuthibitishie, wewe unaweza ukawa unabisha. Nikwambie kuna watu wanajifanya wema. Kuna watu wanajifanya wema kwa sababu wana nafasi za kusaidia watu, wanajifunika kwenye vichuguu vya kusaidia watu, lakini watu wanaowasaidia wanawaumiza. Nikamwambia wewe. Akasema nakwambia. Hivi unajisikiaje? Kuna mtu hapa anaelewa kile kitu nasema. Vaa viatu vya Dora sasa hivi. Vaa viatu vya Dora sasa hivi. Vaa. Yaani wewe umekuwa na mtu, ndo mtu wako, ndo uko naye, na ndo unaona kwamba anaenda kukutoa. Unaambiwa kuna wenzako, tena sio watoto wa kike, wa kiume, vijana ambao wanatoka kwenye hali ya chini. Sijui unakuwa katika hali gani. Nilihisi kuchanganyikiwa. Akaniambia, nakwambia ukweli, nilikupigia na niliona kama huyu akianza, nilimwambia siku zile akianza kujua mambo yangu atije akaniharibia, akaanza kuongea mdomo wake ukaniponza, mwisho wa siku nishindwe kufikia malengo yangu. Dora anasema mimi nazungumza haya
Nazungumza kwa sababu ndo ukweli. Ndo ukweli. Watu hawezi kusimama na kusema kwa sababu ni vitu havizungumziki. Na kwa sababu kuna hofu ya kuzungumza pia sometimes. Lakini haya mambo yapo. Hivi vitu vipo. Na mimi nazungumza kwa sababu najua katika harakati za kutafuta kuna changamoto nyingi sana. Ili upenye ufike katika hatima njema. Ufike salama kwenye hiyo njia unayoenda. Hasa kwa wewe una kipawa una nini. Kuna mambo ambayo mimi nimejifunza naweza nikashare na wewe. Yes, nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi kunisikiliza siku njema ya leo. Naamini tunavyozidi kusonga mbele unazidi kunielewa. Hizi nazoga sometimes sibulisi kubu kwa kweli. Bwana, lakini tutasogea na tutasikia haya ndugu yetu Dora anashia pamoja nasi. Hii ni moja kati ya simulizi kwa hakika kijana binti unanisikiliza na nafasi ya kujifunza pakubwa sana kuhusu maisha. Nikutakia usiku mwema. Asante.